Sasa huyu sasa anaenda wapi? Sasa anaenda kuona kakwene haki. Kwa siku hizi alipata. Mama alimwamulia. Mkali amu unajua alikuwa anamkazia anataka aoe. Nikaa sasa aliamua tu kuacha aoe. Nakwambia msichana akikuja mama atafurahi. Unajua mama anasemanga ati atamani kitu yao. Kwanza akimuona atafurahi, atasema tu basi mama atafurahi. Sana. Alianza sasa tena nyumbani tutafanyike kazi, tushinge vyombo, atigeze tu masimu. Sasa atafurahia. Alikuwa anatamani aone kijana yake akioa. Na kwanza vile tuko tuna kijana mmoja. Wasichana wawili. Kwanza leo tutafanya kazi. Anamwambia tu yeye. Unajua lazima afanye kazi. Sasa amekuja kwetu. Yeye kwa kijana tu mmoja. Atafanya kazi. Atafanya tu paka shangae. Atafanya. Lazima afanye. Atenda spend bora. Mbona tukiamka tu asubuhi. Tuke tumeguu kwa kiti hivi. Tuke tungojea tupangie. Hapo sasa umenena kama unaonaje? Sawa. Kwa hivyo. Mama jiongea mimi hiyo sasa. Kuna msichana wa kufanya kazi. Kwa sasa kwa nini alikuja tena anafanya kazi? Mbona tufanye kazi? Mambo. Sana. Uko mtoto leo? Nyumbani. Sasa unatumia nataka kujua. Unajua hivyo. Mbona siku hizo utembea? Ni venye niko na kibali mingi. Unajua nimeshajipanga hata mama amekopani kwa. Sasa tunaweza kupona. Naweza kukupeleka mahali mmoja. Uko ready? Niko ready. Sawa. Na uko serious? Uko serious? Sasa nimejipanga tu na kila kitu nimekupa. Yes. Uko tutenda. Sawa. Mama aliamkia wapi? Imagine hata sijui. Nikaa ameenda mama hiyo shughuli yake. Imagine venye nitamshanga asubuhi, leo sikusikia sauti yake kipamusha. Lakini atarudi tu. Kabisa. Lakini sasa na kitu kama tuchaosha hata vyombo tutapika chai tutafanya. Wacha tu akuje. Atupate tumekaa penje. Aongee tu, sisi tunyamaze tu. Unajua tunapenda kukaa. Acha mama zingine kwanza mkali. Usitishike na hiyo. Atakuja tuongeleshe, tumwangalie, akimaliza na anaenda. Wewe sema sasa mimi ni mkubwa, sasa mimi nakuharibu. Hapana. Kazi tutafanya tu kama tumemaliza starehe zetu hizo. Lakini sasa zingine mama yeye anapenda kuongea lakini anakasirikana anafanya peke yake tu. Nasikia kucheka. Unaacha tu ili afanye amalize na sisi tutaangalia tunamcheka. Sasa kukula. Usijali hapo tutakula hizo tumeamua kukula. Mama jana mtoto wake chakula. Usemwa kwa kadani. Nimetumia kazi ni vibogo. Hiyo. Hivyo ndio mnakaanga mkinisengenya. Mnasema mama anaongeaga tu na hakuna kitu anafanya. Anapika mnakula na nyinyi wasichana mmekaa. Hata chai mmepika kweli? Anita? Na tujapika ilikuwa tuote jua ndio tupike chai. Muote jua ndio mpike chai na niliwacha maziwa. Hata kumaanisha hata nyumba mjafagia. Acha niangalie kwanza kama mmefagia. Si unaona? Tangu asubuhi mmekaa tu hata hakuna kufagia. Narudi kwa bwana yangu. Mimi mambo ya mama nisiwezani. Kwa fadhali ni mkali. Si kama kitambo, imagine vile nilimwacha. Siku hizi ni mkali. Hata sijui unaweza torokea wapi, lakini mimi siwezi toroka. Mimi hapa sikai, narudi kwa bwana yangu. Kwa fadhali unarudi kwa bwana yako. Mimi sijui hata uko ndani sana nafikiria nini. Usitoroke. Lakini siwezi toroka. Siku hizi amebadilika, siku hizi ni mkali sana, si kama kitambo.
hata mimi roho inadunda, hata sijui hata nifanyie nini. Kwanza mimi nilikuwa namwangalia yako tu hivi. Atatemeka tu kwa roho. Raja alienda wapi, Anita? Raja alienda tu hivi. Sijui alienda hadi wapi huko hivyo. Alienda asubuhi? Alitoka asubuhi. Hebu simameni, siwezi osha vyombo mkiwa hapa. Enda mfanye shughuli kwa nyumba. Haraka sana. Niosha vyombo na nyinyi mmekaa. Ona hawa watoto tabia. Mnafanya kiburi. Nitaambia Raja atamunyorosha, mtaona. Namwalika Rebeka, Mama Rebeka, njoo mbele tunapoombea mtumishi wa Mungu. Pamoja na Rebeka Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Wangu jamani. Hapatikani kwa simu, yani alienda wapi? Cheninga jamani. Alienda wapi huyu mtoto wangu? Kwa simu mteja, kila wakati mteja. Unaona? Sasa tuna makelele sana. Basi nini hapa mimi sikai. Tena unaenda. Mimi naenda kumtafutia bwana yangu. Sasa unaniacha hivyo. Mimi narudi kwa bwana yangu. Kuja hapa mimi sitazana makelele. Wewe shida yako. Yaani unaniacha tena hivyo unaenda. Mimi naenda kutafuta bwana yangu. Sasa mimi nafanya hapa nini? Mimi nabaki tu hapa. Siendi pale tena. Sasa niko kwa nyumba tupange vikukuu zangu mimi niende. Mimi naenda. Mimi naenda bye tu mwanzo. Bye. Bye. Mama kuja mwambie nilienda. Umekasirika? Mama kuja mwambie mimi nimeenda. Lakini usikasirike. Nitakwenda kuja kukuona. Sawa? Bye.
Mama ameenda wapi? Mjukuu aliameenda. Alitoka saa ngapi? Alitoka tu asubuhi akaenda hivyo. Na Raj? Yeah. Na wewe ni nani? Ni mwenye nataka kuoa. Karibu nyumbani. Asante. Mwanangu, karibu. Habari ya kushinda? Mzuri. Haki umefanya vizuri kurejea. Asante. Nilijua tu utarudi kwa hii boma langu. Huyo shangazi yako, hata mimi nikikuja kwa hii boma, kwa baba au mzee wako, hivyo ndio vile walinifanya. Na mama, kwani andia angali? Ndipo tu wakuja kunitembelea akienda, sio mtu wa kuishi hapa. Tangu hiyo siku anifukuza hadi namuogopa. Namuogopa siku hizi. Wewe usimuogope, niangalie mimi. Mimi ndio mama wake mzee wako. Na by the way nauliza, tangu utoke hapa, mwanangu simpati kwa simu. Hata sijui mwanangu Chaninga hapo wapi. Wewe mnawasiliana? Hapana, hadi mimi hata sijai muona mahali popote. Mwanangu, hata sasa hapo unaniacha kwa hali yenye siamini. Nimekuja kwa sababu yeye, kwani hayuko? Jamani, ama mtu alikuwa anafikiria vile mmepotea hivyo mkanyamaza hivyo, mlikasirika na mkaenda wote. Najua mliambatana wote mko mjini. Hata mimi sijai muona. Hata kwa simu watuongei. Tunataka tu tujaribu juu chini tujue mahali yako, kwa sababu huyo tu ndio tegemeo langu. Lakini tutampata. Karibu lakini mwanangu. Tutampata tu, usife roho. Hapa ndio kwao na wewe ndio mke wake. Karibu mwanangu. Asante mama, tumngoje kama ndio. Sawa, tutayapata hivi tutampata. Shemeji, unaitwa nani? Mimi naitwa Anita. Fagia, ukimaliza ndio nipigie lunch. Na mimi sikuja hapa kwa mbochi wako. Mimi nikuja kupigia ndugu zangu.
Mimi ndio nakwambia. Tasiri sinisemi unasimama unaniangalia. Harakisha ufanye venye nakwambia. Na hata nikiyakata kuja nitamwambia. Huyu hata unieleze. Bora nakwambia nataka kukula lunch. Hapa ni kazi. Ndio unafanya kazi. Wewe, wasichana yangu. Umeona kijana wangu ameniletea msichana mkwe. Ona vile boma imeng'ara. Anita. Angalia vile boma ni smart. Unaona vile ni safi? Na sitaki kusikia hiyo maneno. Nimesikia polepole ukiongea nikiwa kwa nyumba. Kama utaendelea kutolea shemeji yako sauti tutakosana. Unasikia? Lakini kazi ni lazima afanye. Atafanya ndio, lakini mtasaidiana. Unaona hata leo ni smart, ni safi. Mimi nataka tu kukula kama nimekata, nataka na nipishe. Haitawezekana na wewe wakati utaolewa. Hata mimi nimependa fanyiwe hivyo, lakini mimi nataka bora. Haitawezekana. Unasikia? Msichana wangu ukimaliza kazi, leo nataka kukuona kidogo, sawa? Sawa. Nataka kuongeleshana na wewe kidogo. Sawa? Sawa. Anita. Wale bibi yangu mnaeka kazi. Bibi lazima afanye kazi hapa. Kwani mnafanya nini? Mimi simuona naosha vyombo. Nafaa malize kufanya kazi nje ndani. Lazima niwalete mtu kufanya kazi. Huyu hapa atafanya kazi. Kazi hapa iko. Atafanya. Na kwanza mama ameenda wapi? Mama amekaa kwa nyumba huko ndani. Hapo kwa nyumba? Unajua mimi ndama kwa hivyo. Wewe ama tu. Sasa msichana yangu, nimekuita kwa sababu ulikuja jana na sijui unatoka wapi. Mama yako anaitwa nani? Mama wangu anaitwa Rebecca na ni pastor. Ni pastor. Wa kanisa gani? Kanisa Pastor Chalinga. Kanisa Chalinga. Hii ni listi. Unashiriki kanisa gani? Fellowship. Asante. Na kanisa la Pastor Chalinga unalijua? Sasa hii listi wameandika ya kwamba kanisa la Pastor Chalinga halitaendelea. Wewe Mama Rebecca unajifanya nabii, utaona na huyo bishop wako. na ni mami ndiye anajua. Mama, kwani uko na shida gani? Sasa nataka tuende kwenyu. Sawa? Siwezi enda nyumbani kwa sababu nitoroka. Kwa nini usiende kwenyu? Tunaenda ndio niende nijue kwenyu. Hapana, siwezi. Niende nijue kwa Pastor Rebecca. Twende. Kuja twende. Njoo. Njoo twende.
nimerudi. Yaani wewe umerudi hapa tena? Mimi nimekuja kutafuta bwana yangu. Umerudi kufanya nini? Kuangalia bwana yangu. Bwana? Wewe nilikwambia hapa makao hakuna. Mimi nimekuja kwa bwana yangu. Wewe pia uko na bwana yako. Wewe. Hiyo ni tabia mbaya sana. Uko na bwana yako. Shemeji tena umekuja. Kwani wewe ulifanya nini? Huyu ni mke wa mtoto wangu Taninga. Hayo mambo. Shemeji hapa ni kwangu. Usiniambie hivyo. Hapa ni kwetu. Hapa ni kwa ndugu yangu. Hata ukitaka ndugu yako ndio ule amelala pale. Wacha nikwambie shemeji. Wewe ulifanya mke wa mtoto wangu akaenda. Mpaka dakika hii sijaiona mwanangu Taninga. Siwezi jua bali alipo. Na ni sababu yako. Wachana na mke wa mtoto wangu. Hapa ni kwangu. Hata banduka wala hutanibandua. Nilikwambia ndugu yako ndio ule pale. Sitaki kisirani kwangu kila wakati. Wacha boma langu lisimame. Mtaka niishi na nani? Unaniambia nini? Unajua mimi ni ndugu wa bwana yako. Ni shangazi wa kijana yako. Ananiletea kitu kama hapa nyumbani. Alafu unaniambia mimi nisababisha akaenda amepotea hujui ameenda wapi. Naenda sitawahi rudi hapa na mtanitafuta. Nitakutafuta. Hapa ni kwangu. Mwanangu usiwe na hofu. Hapa ndio utaishi. Najua kwamba Bishop ndiye alichagua mzee wako Taninga. Hakuna chochote. Hapa ndio kwako. Hakuna mtu atakuja kukutimua hapa. Nilikwambia mimi. Na tutaenda huko kwa Bishop. Tujue ni nini kiliendelea. Unasikia mwanangu? Sawa mwanangu. Endelea kufagia. Tuone jeje tutafanya. Niende nijue kwenye leo nyumbani. Kanisa linaendeleaje? Kanisa huko tunaendelea lakini kuna mambo mengi yako tunayapitia. Kuna mambo madogo huko hiyo mambo hayajanifurahisha. Umeona mama? Kiangalia kitabu Zaburi 23 na kuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji usipungukiwe na kitu. Simama tu hivi usipungukiwe hata kitu. Hata wafanya mwanakani usipungukiwe. Simama hivyo hivyo. Mungu anawazi. Mungu anakujua, anakutambua. Nimeshukuru kwa ushauri wako. Asante mama. Lakini nimekaa sijaona Queen. Queen? Siku moja sijamuona. Na alienda wapi? Kwa hali ya watoto wasichana sielewi nini, lakini najua tu hali ya watoto tu. Ni hivyo tu, hata kwangu kuko tu. Kuachia Mungu awatendee. Sisi hatuna uwezo Kabisa. Usiwe na wasiwasi mama, mimi ndio niko na yeye. Hako mikononi mwangu, hana shida yoyote. Sawa? Sababu umeona nimetafuta paka nyumbani nifike ili usiwe na wasiwasi. Na wewe ni nani? Mimi ni mama yake mkwe. Ndio sababu nimekuja nifike hapa ili usiwe na wasiwasi. Huyo ni msichana yangu mkwe. Ndio sababu nimezunguka mpaka nikafika hapa. Ni bibi ya kijana yangu. Ndio sababu nimekuja kwako. Usiwe na wasiwasi yoyote, mimi ndio mama yake mkwe. Mtoto alikuwa ameoleka. Ndio kamikuwa kameoleka. Wewe Tulia. Mimi ndio sababu nimekuja, kwa sababu ninajua uchungu ya mtoto. Wakati alipotea nikaona siwezi kaa na yeye bila kukuja kukujulisha. Tulia, kaa chini tuongee. Nina jambo la kuongea na wewe. Tulia mwenzangu, usiwe na wasiwasi. Mbona una hasira? Kwa hivyo mwenzangu tulia, kaa chini tuongee kidogo. Kaa chini tuongee kidogo, kuna jambo nataka kuongea na wewe. Asante. Sababu nimekuja.
sababu maneno ya watoto huwezi pinga. Wakati msichana aliingia nilimfurahia na nikamkaribisha. Kwa hivyo huyo ni bibi ya kijana yangu. Na msichana ameniambia wewe ni pastor. Unajua Pastor Chalinga? Pastor Chalinga. Namjua. Naweza kumuona aje huyo Pastor Chalinga? Naweza kwenda kumwangalia. Naweza kunipeleka? Sawa sawa, nina haja sana kumuona. Sawa sawa. Sawa. Sawa, kama unaweza nipeleka tunaweza enda. Anienda wapi? Ili sisi wote. Acha tufike huko twende tuone. Sawa. Tujaribu mwanangu, tufike huko kwa Bishop tuone nini kinaendelea. Sawa. Njoo mam, tuende huko. Kwani tuende kwa Pastor Chalinga? Wewe nyamaza, mimi ndio najua huko. Njoo kwanza tuende kwa Bishop. Sawa. Habari yako kijana? Ndio made. Baba unaendeleaje? Sawa. Kwa kuona kwa mamako? Hapo. Asante. Sawa, karibu. Odi Bishop, Karibu. uko Bishop? Karibu tuko.
Wacha tuombe. Asante. Baba Mwenyezi, nashukuru, nasema ni asanti. Nimekuja marahaba kwa ajili ya Bishop, unapokaa tukae na wewe. Na Roho Mtakatifu atuongoze. Kwa njia ya Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante. Karibuni. Karibu mama. Karibu sana. Amen. Karibuni. Karibu wapendwa. Asante. Karibu. Asante. Wageni wangu karibuni. Bishop, nimekuja na wageni. Nataka kuona Pastor Chalinga. Wewe ndio Pastor Chalinga? Hapana. Nahitaji kuona Pastor Chalinga. Ninaitwa Bishop Sara, lakini karibuni. Asante. Kwa mambo ya Pastor Chalinga, mambo yake ni mrefu. Inahitaji muda. Lakini karibuni. Hitaji ambayo mlikuwa nalo tutalisuluhisha. Karibuni. Karibuni. Asante. Nadhani mama, lile ambalo walikuwa wanataka kumuona Pastor Chalinga walikueleza na ukaona ukaweze kuwaleta mahali hapa tukapate kuwasaidia. Nataka kushukuru maana haujafanya jambo lilo libaya, umefanya jambo la muhimu sana. Kwa hivyo unaweza ukanieleza lile ambalo walikuwa wanatafuta Pastor Chalinga akapate kuwasaidia. Unaweza ukatueleza. Hakuwa amenielezea isipokuwa anaweza kuambia mwenyewe. Kweli Bishop, mimi nilienda kwa mganga. Na mambo yale nilipata kwa mganga yalinipea hofu. Kwa sababu natafuta Pastor Chalinga. Maana maneno yenye waliniambia huko kwa uganga wakanipea paka na listi yake. Kumaanisha wamemfunga, kanisa lake halitaendelea. Sasa ndio nikatafuta huyo Pastor Chalinga ili nimpate, nimpe ujumbe. Ndio nikauliza, nikafika kwako Bishop. Asante. Nasikia uchungu. Ni uchungu. Ndio sababu nikakuja kwako Bishop. Umefanya vizuri mama. Asante. Na unaeleza ya kwamba hizi ripoti zote ni mganga ndiye aliyekueleza? Ni mganga ndiye aliyenieleza. Na hata ile listi alitoa mahali ilikuwa imewekwa. Na nikaoneshwa. Ndio sababu nikasikia uchungu na nikaona nikuje niambie Pastor ili tukemee ile pepo. Kwa sababu ni vibaya sana kusikia mtu wa Mungu akiongelewa. Umefanya vizuri sana mama. Na unajua kazi ya mganga na kazi ya Mungu jinsi inavyoendanisha? Kazi ya Mungu na kazi ya mganga haiendanishi. Lakini wakati nilitoka nilikuwa na shida nyingi, kwa sababu nikaenda kule na tuseme ni Mungu alikuwa amenipeleka kule ili niende nipate hii list ya mchungaji. Ulienda kwa sababu ya shida ambayo ulikuwa nayo ama ulienda kwa ajili ya Pastor Chalinga? Nilienda kwa shida yenye nilikuwa nayo, lakini wakati nilifika mahali pale ndio nikapata hiyo listi ya Pastor Chalinga. Ndio nikajaribu kuulizia ili nimpelekee ujumbe kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Ndio sababu. Akasema kanisa haitaendelea. Alisema wakati tulisoma ile listi ilikuwa inasema kanisa la Pastor Chalinga halitaendelea, limetekwa nyara. Ni nani aliyepeleka hiyo list kule ya Pastor Chalinga ya kanisa kutokuendelea? Siwezi elewa, lakini wakati nilifika huko ile list ilitolewa, lakini siwezi jua nani alipeleka huko. Hatutaenda kwa upana kwa mambo mengi mama, ila tutaweza kulishughulikia ili hitaji ambalo umelileta. Ni Roho wa Mungu ameweza kujidhihirisha, kujitukuza ili ya kwamba tukapate kujua na kuwa na ufahamu ya mambo ambayo yanaendelea kanisani. Asante. Maana hata unapoingia katika Biblia tunaona mtumishi wa Mungu Yohana alipoongea na watu wa Mungu. Tunaposoma kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16 inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi kama wanadamu. Mungu alimpenda mwanae wa pekee, alipenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee ili aje ave msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na ungeweza kujiuliza ni dhambi ya namna gani ambayo Kristo aliweza kutuvia sisi msalabani? Dhambi kama hiyo ambayo umeongea kuingia kwa wakanga.
Maana kuingia kwa wakanga mama pia inaashiria madhambi kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuna siku utaweza kumuona Mungu macho kwa macho. Chinzi umekuja ama chinzi ulivyokuwa na huo moyo wa kumwendea Pastor Chalinga. Pastor Chalinga yeye ndiye mfano wa Mungu, maana Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake na akamtoa mwanae afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili akaweze kuondolewa kila aina ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba sisi sote chinzi tulivyo mahali hapa, sisi sote ni watenda dhambi. Kwa hivyo sisi sote tunakiri mbele za Bwana kwamba Mungu atusamee na atuokoe, atuondoe katika dhambi. Wacha tusimame tukapate kupata maombi ya ufunguzi kwa ajili ya njia ambazo tumeweza kukanyaka zisizompendeza Mwenyezi Mungu. Tutasimama wapendwa. Wacha tuamini kisha tuombe. Baba wetu wa mbinguni, wewe ni Baba, wewe ni Mwana, wewe ni Roho Mtakatifu. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe majira haya. Tazama wanao Mfalme, wewe ndiwe umewaongoza, umewafikisha mahali hapa. Hitaji la moyo wao Papa sio siri machoni mwao. Lakini wewe ndiwe Mungu, umejua, umelifahamu. Chinzi wamekuja wakiliani kwa sababu ya mahali na njia ambayo mwanao aliyoipitia. Kwanza haichakuwa njia iliyo nzuri ya kukupendeza. Tazama hata akaweza kupewa na listi ambayo Mfalme sio listi iliyo nzuri. Jehova Mungu, na kualika ya kwamba shuka ukatawale. Kupitia kwa neno hili Baba, wewe ulimtoa mwanao afe msalabani ni kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo Baba, kutana na hoja ya mama huyu jinsi alivyoenda kwa mkanga. Mambo ya wakanga na madhabahu yao isiche ikamudhuru, ila kwa damu yako Baba ikamtakaza, ikamoshe, ikamsafisha. Maana kwa kupigwa kwako msalabani yote yaliisha. Asante Mfalme wa amani, maana yote yameisha. Kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Asante Yesu. Asante mtakatifu. Karibu mama, asante. Karibu kwa kazi nzuri. Karibu mama, karibu kwa kazi nzuri. Karibu mama. Asante sana. Umeokolewa. Asante sana. Asante. Karibu msichana wangu. Karibu. Karibuni sana. Asante sana. Mmebarikiwa. Karibuni. Amen. Karibuni. Karibu tuendelee kuketi. Mnaenda? Asante. Asante. Kwa kazi nzuri. Tembeeni salama. Tembeeni salama. Tembeeni salama. Amina. Baki na amani. Asante kwa ujumbe mwema. Asante. Asante Bwana. Wewe ni mwema siku zote, wewe ni Baba. Endelea kuitwa Bwana kwa kazi njema. Endelea kuabudiwa Bwana. Asante Mfalme. Karibuni mama. Asante Bishop. Asante. Mama ulikuwa unasemaje? Bishop alikuwa anakuja kutembelea. Mtoto wangu Tabitha alipotea. Sijaweza kumuona. Kwa muda. Umefanya vizuri mama. Unajua kwa kila jambo pasipo kutafuta ushauri hauwezi. Lakini mtoto wako yeye ako tu mzima. Mahali penyako ni mzima, usikue na waziwazi. Atarejea, atakuja akiwa mzima, atakuja akiwa na afya yake. Vile umekuwa unanieleza, Roho wa Mungu vile amekuwa anatembea, mtoto wako nimemuona penyako ni mzima. Msichana wangu, umesikia vile Bishop amesema? Nimesikia kabisa. Wacha tuwe na matumaini. Wacha tuwe matumaini na hiyo maombi. Wacha tukuwe na matumaini kwa Mungu. Mwanangu atapatikana hivi karibuni. Ni matumaini mama. Ukiwa na imani, Mungu anatenda. Ndivyo Bishop. Asante. Tuamini na tuombe.
Utaamka. Asante Bishop. Asante. Nakushukuru Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, mfalme usiyechoka, usiyenung'unika kwa jambo lolote. Hakuna kazi yoyote iliyo ngumu mbele yako ikakosa kuwezekana. Mahali hapa ninakutuma mahali ambapo mwanao Chalinga hapo, kwamba ninatuma moto wa Roho Mtakatifu, inamkosesha amani mahali alipo, inachoma kila madhabahu na nguvu zote na miungu alizoingizwamo, ili ya kwamba ikaweze kumfanya kuchanganyikiwa akili, akaitwe hata mwenda wazimu. Papa, ninakutuma kwa moto ulao, unamchoma, unachoma kila madhabahu yote, unaangusha na kupomoa yote katika jina la Yesu Kristo. Unaanza kumrejesha nyumbani akiwa na ufahamu uliotimamu kuwa mtu mwenye aliye na uzima. Anarejea mikononi mwa mzazi, anarejea mahali ambapo mke wake yupo, na jina lako linatukuzwa, linainuliwa, maana wewe ni Mwokozi, na ni kwa Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Anarejea sasa hivi, mko mnamuona. Asante Bishop. Asante. Asante kwa ajili ya hiyo imani ambayo mko nayo. Asante. Nashukuru Mungu. Asante. Kweni na matumaini. Asante Pastor Chalinga haka anapatikana. Sasa hivi mko mnaenda kumuona. Asante. Asante. Barikiwe Bishop. Amen. Tembeeni salama. Asante. Amen.
Ondoka wapi? Alafu mmevaaje sasa? Nilisema mtanitafuta mkasema hapana. Sasa ona. Wow. Hey. Shangazi. Hey. Hata nimeshtuka. Hey. Eh, hapa kuna watu. Sijapata mtu. Hey. Hey, kai, mimi ya mwaka. Hakuna mtu. Hakuna. Hey. Oh. Na wewe ni nini? Mwanaume umevalia tera. Maisha. Hii dera unapeleka wapi? Hey. Kuliendaje? Suseme. Maisha. Lakini hata wewe pia tutachaka maswali mingi. Umesema kuna mtu hapa? Unasema bibi yangu lazima aende. Hayuko? Kaa yuko. Tutajipanga kai. Lakini tunataka kuoga. Na kwanza sema bibi yangu lazima aende. Haki kama yuko hapa, kai. Senge. Utanifanya nini? Senge wacha tu akwa yuko. Kama una transport ya kwenda kwako. Na kukuambia kwa swala fanya. Kai. Utanifanya nini? Utafanya nini? Cheka. Jaribu utaona. Cheka tu. Jaribu tu utaona. Oh. Labda mimi sikuzaliwa na babako. Lakini senge. Hawa ndo nita. Mimi nataka kuoga. Ama usikiko harufu kabaya. Hata sasa hivi msikuite kinifikie na kufa. Oh. Oh. Mama, vile tumeombewa. Tuwe tuna hiyo matumaini. Mama. Mzee wako atapatikana. Mama, siku moja mpate nyumbani. Akiata wacha tu Mungu afanye ishara. Mimi nimeamini tu yale maombi yenye tumeambiwa. Mungu atatenda. Mungu huyu tu akihalali. Leo mtoto wangu nitamuona. Peje ulikuwa? Sawa. Kwanza. Msichana wangu. Yo maombi ahubiri ilikuwa ya ukweli. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Tuzidi kuomba. Hii familia iko na amani. Haki. Hata huyu auntie kuja kuwa na amani na sisi. Shut up. Shut up. Ukana bahati nimepata. Singempata. Ungenifanya nini? Ungenifanya nini? Ndio ungependa. Hapa ni kwetu. Hapa ni kwao. Ndio ndio bwana yangu. Ndio kwa hiyo acha mimi nioge. Sasa niko kwangu shindwe. Jamii, nataka niwashukuru kwa kuitikia mwito. Wakati nilipowaita muje na mkaitikia mkakuja. Nimewashukuru sana. Mimi nimewaita ni ombi kutoka kwa Petronila pamoja na Chalinga. Walikuja mahali hapa wakanisi nikawaombe.
nikawaite muje mahali hapa ili wakapate kukutana pamoja nanyi na wakapate kusemesana pamoja na nyinyi. Kwa hivyo nasema asante tena, karibuni sana. Kwa hivyo Chalinga, unaweza ukachieleza. Sawa, asante Bishop, umekaribia. Lakini kabla ninene lolote, acha kwanza Petronila aongee kidogo kwanza, alafu mimi nitafuata baadaye. Petronila, karibu. Asante mwenzangu Chalinga. Kweli Bishop, ninakushukuru sana kwa vile tulikuja na tukakuambia, tukakuelezea, na kweli umefanya vile tulikuja. Kwangu mimi kweli nimetenda dhambi nyingi sana. Mimi nilienda kwa dada Rebeka nikachukua uzi wake wa nguo. Baba, najua wewe unanipenda. Baba, najua wewe unanipenda. Nimepungukiwa, najua wewe unanipenda. Baba, najua wewe. Nimepungukiwa, najua wewe unanipenda. Baba, najua wewe unanipenda. Thank you.
Mama Petronila, umeeleza vizuri, nimekufuata, nimekushika vizuri kabisa. Kwa hivyo baada ya kufanya kazi hiyo, ni nini ingine tena mliolifanya kando na hiyo? Bishop, nimekuja tena mbele yako na mbele ya Mwenyezi Mungu. Pastor wako Chalinga, mimi nilimuinvite kwa kurubu yangu, tukawa tukifanya kazi pamoja. Tukawa pamoja, sisi ndio tulitumia mtoto wa dada ya bibi yake magonjwa tukiwa pamoja. Naomba unisamehe na usamehe Pastor Chalinga, ni mimi nilimtoa kwa kazi ya Mungu. Naomba Mungu anisamehe. Haleluya, unisamehe. Bishop, uniombee kwa Mungu anisamehe. Kweli nilitenda dhambi. Naomba unisamehe. Bishop. Niombee kwa Baba Mwenyezi Mungu. Nimetenda dhambi nyingi. Nimekosa mbele yako na mbele ya Mwenyezi Mungu. Sawa Petronila. Ukweli Bishop, vile Petronila amesema, kwa kanisa mlikuwa mnakemea pepo, na pepo ilikuwa tu hapo kwa madhabahu. Pepo ilikuwa sisi. Anti mama, mnisamehe. Ni upotovu wa maadili, mnisamehe sana. Mama Mungu akapo, mama unisamehe. Shemeji, nikutumia ugonjwa, unisamehe. Lakini kando na hiyo, niko na habari njema kwenu. Mama Mungu na mama, huyo hapa mke wangu kwa hapa tumbo amebeba damu yangu. Karibuni mnapata mjukuu. Shukuru kwa Mungu ametenda. Karibuni mnapata kama mjukuu. Sema nataka kama mjukuu. Mtapata kama mjukuu. Bishop, tusamehe kabisa. Na mtoto wetu akizaliwa tunamleta kwa kanisa. Mtusamehe. Afanye kazi ya Mungu. Mtusamehe. Wasamea. Nimepata kusamehewa. Amen. Nimepata kusamehewa. Amen. Shangazi, unisamehe. Umenisamehe? Na usirudie tena. Asante shangazi. Ulinipata kwenu ukanifukuza. Asante shangazi. Kutokea leo uwe na heshima. Sawa shangazi. Ninakusamehe. Na upate watoto wengi wakuite majina yote. Happy family. Asante shemeji kwa kusamea mtoto wangu. Nyumba yake isimame. Asante. Barikiweni sana. Mujuku. Congratulations mama. Mujuku. Asanti mtoto wangu. Atakuwa anakuendea maji. Asanti. Mjukuu wangu. Msichana wangu. Wewe sema ataenda maji. Hata wasumbua. Baba, kijana wangu, congratulations. Hata wasumbue. Wacha atusumbue. Aende maji atatusumbua, tumekubali mjukuu. Asante. Mungu abarikiwe. Mungu ametenda baba. Asante. Tunga mtoto wangu kwa nyumba.